Leo natoboa siri. Leo natoboa siri. Natoboa siri ya kwamba ni kwa nini walokole wa Kristu kwa hawabarikiwi. Ni kwa nini hawabarikiwi? Wanashindwa kubarikiwa kwa sababu ya viongozi wao. Wanashindwa kubarikiwa kwa sababu ya watumishi wanayo waongoza. Na sababu ya kwanza ni utoaji wa sadaka. Wanatoa sadaka kimakosa, wanawaomba sadaka kimakosa. Nikiwa na maana hii, zile sadaka za kuahidi, tuelewane hapa, sadaka za kuahidi, hizi sadaka ni maagano ambayo unakuwa umeagana na Mungu, na ni kitu ambacho inakuwa ni kama mzigo mbele zako. Sasa unapojitwisha mzigo ama unapobebeshwa mzigo ambao huwezi, ni sababu ya wewe kuto kufika mahali, na ni sababu ya mchungaji kukuharibia maisha yako. Anakuharibia maisha yako kivipi? Anakuambia, jamani, tutakuwa na changizo la kufanya kitu hiki kanisani. Sasa wanasema hivi kwamba waumini wote tuko wangapi? Anasema jihesabu, tuko wangapi? Tuko kadhaa. Anakuambia kila mmoja atatoa shilingi kadhaa. Hiyo inakuwa ni sheria na imepita, haina kuulizwa wala haina kuuliza wala kuhoji, manake ni imepita. Sasa hiyo ni sadaka ya lazima. Manake sijui, naomba nielewe, nikisema lazima, je, hapo kuna kutoa kwa moyo? Hapo kuna baraka ambazo unaenda kuzipata? Ina maana kwamba ni sheria, na kitu chenye sheria siku zote kinaumiza moyo na kinatesa watu wengi. Sasa nakuja kwa mtumishi ambaye anakuwa ndo huyo sasa amekwambia, hakumbuki ya kwamba yeye wakati anaanza kuhudumu ama wakati anaanza kusali ama wakati enzi zile zake za maisha yake ya kale, alikuwa anaishi maisha magumu, alikuwa anaishi maisha ya kuteseka. Muda mwingine anakuja kanisani hana hata sadaka ya kutoa, muda mwingine mpaka mavazi wanamnunulia, yani wanamulisha, si ndio? Muda mwingine mpaka wanamulisha. Lakini sasa kwa sasa yeye ameshasahau hayo yote. Anasema kwamba hamuwezi kukosa shilingi 50,000. Hivi naelewa hilo neno? Anasema hamuwezi kukosa hiyo shilingi 50,000. Anasahau ya kwamba huku nyuma mlikuwa mnamlisha. Anasema kwamba huku nyuma hata mavazi mlikuwa mnamnunulia, na bado hata sasa hivi nyewe wenyewe ndio anawategemea. Tunaelewana hapo? Sasa jiulize sasa, anaposema kwamba hamuwezi mkakosa, hamuwezi mkakosa kivipi? Anasahau ya kwamba watu walioko hapo wote wamekuja, lakini sio kwamba wote tuna nia moja na Mungu. Kuna wengine ndo bado wanamtafuta Mungu. Tunaelewana? Wanamtafuta Mungu, wanahitaji kuelewa maana ya Mungu ni nini na maana ya utoaji ni nini. Sasa unapoingia kwenye kuwalazimisha, na bado kumbuka ndani yao wamebeba roho zingine, wanahitaji zile roho ziwatoke, roho za ukinzani, roho zinazowateza, zinazosababisha wasijisikie kutoa. Zile ndio unatakiwa upambane nazo. Pambana na zile roho. Na unapambana nazo kivipi? Ni kuwaelewesha taratibu ya kwamba jamani, tunamtolea Mungu. Unanielewa? Tunamtolea Mungu. Lakini kumbuka wakati huo tunamtolea Mungu, ni nani anakula? Ni mchungaji, si ndio? Ni nani anakula? Ni mchungaji ama watu wa karibu yake, ama kanisa linaendelea kupitia hizo sadaka. Sasa basi wanakosea kwa maana moja. Unakuta binti hana kazi, si ndio? Binti hana kazi ambayo anaweza kuifanya, alafu nasikia utatoa shilingi 20,000. Sasa ile 20,000 mwisho wa siku anategemea mama yake, anategemea baba yake. Baba yake ndio huyo, inawezekana hata kanisani haji, lakini yeye ameamua kumfuata Mungu. Sasa unapomwambia kwamba toe hiyo shilingi 20,000, mwisho wa siku anaelekea huko. Kila siku leta 20,000, kila siku leta 20,000. Mwisho wa siku anajisikia aibu, anashindwa hata kuja kanisani kwa sababu ya shilingi 20,000. Ama muda mwingine anaamua maamuzi magumu, anaenda kufanya uzinzi ili mradi tapate nini? Hiyo fedha ya kuja kutoa wapi? Kanisani. Je, swali langu ni kwamba akitoa ile fedha kwa iliyotoka na hiyo nani, atapata baraka ama atapata laana? Tunaelewana mpaka hapo? Atapata baraka ama atapata laana? Ina maana ni kwamba kile unachokitoa
hakijatoka ndani ya moyo wako, yani hakijatoka kwenye hazina ya Mungu, hicho ni laana tu. Sasa wengi wanasababisha watumishi wa Mungu wapate laana, na wanaowasababisha ni kina nani? Ni viongozi wanaowaongoza, ni hao wanaojiita watumishi wa Mungu. Kwa sababu gani? Sasa hivi hawamtumikii Mungu, bali wanatumikia matumbo yao. Ina maana kwamba wanakuwa kanisani, madhabahu haiwatambui na Mungu hawatambui, isipokuwa kigezo ni kumtumikia Mungu. Sasa amesema hivi kwamba si wote wanitao Bwana Bwana watamwona Mungu. Ina maana kwamba wapo watumishi ambayo Mungu hawatambui, hawajui, na ndio hao wanakulazimisha kutoa sadaka kila siku. Wanakuambia sadaka zingine hata ukizifikiria hazina hata maana. Hazina hata maana. Huko ni kumtumikia Mungu kwa namna gani? Jamani, Wakristo, naombeni tuangalie kwa sasa hivi, anayekuhubiri dhambi, huyo ndiye anayetakiwa utoe sadaka kwake. Anayekwambia twende mbinguni, huyo ndiye anatakiwa utoe sadaka kwake. Wewe anayekwambia fanya kazi ili ulete sadaka, hebu jiulize, je, hiyo kazi itaweza kununua dhambi zako? Je, hiyo sadaka itaweza kununua dhambi zako? Mtumikie Mungu ili uende mbinguni. Usimtumikie Mungu ili mchungaji akuone. Amen.